Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka usiku huu. Umetulinda, umetupigania. Ni huruma zako na rehema zako tu Mungu. Nasi tunasema asante. Asante Mungu kwa upendo wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kutuwazia yaliyo mema. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutujali. Unatulinda, unatupigania. Unatutetea kwa namna ya ajabu sana. Asante Mungu. Tazama ni muda mwingine watoto wako tuko tayari kulisikiliza neno lako. Roho Mtakatifu, fungua macho yetu ya rohoni na masikio yetu ya rohoni tukapate kulisikiliza neno lako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaenenda kinyume na kila hila za mwovu shetani. Ninateka nyara kila fikra zikapate kumtii Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amina. Haleluya. Msamaha. Haleluya. Msamaha. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 6:14 mpaka 15. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Haleluya. Msamaha. Msamaha sio ombi. Msamaha ni lazima. Haleluya. Samehe, wasamehe waliokukosea. Hata kama hawajatangaza msamaha kwako, wasamehe mtu wa Mungu, ni kwa faida yako. Msamaha ni kwa faida yako. Haleluya. Moyo ukiwa umejeruhiwa na ukiwa hutaki kuachilia, hutaki kusamehe. Unajua kuna ile hali inakuwa mtu amekuumiza kwa namna, yani amekujeruhi, amekuumiza kiasi cha kwamba unasema siwezi nikamsamehe. Haleluya. Siwezi nikamsamehe kwa namna alivyonitendea, siwezi nikamsamehe. Amenijeruhi sana. Haleluya. Ameniumiza sana moyo wangu. Haleluya. Neno la Mungu linasema tusipowasamehe watu makosa yao, na Baba yetu aliye mbinguni hatutusamehe sisi. Haleluya. Kwa hiyo kusamehe wala sio ombi, yani kusamehe ni lazima. Kwa nini utasema, utakuwa unajiuliza ni kwa nini sasa nisamehe? Kwa nini nisamehe? Unasamehe ili na wewe usamehewe. Haleluya. Unasamehe ili Mungu aweze kukusamehe wewe, kwa sababu kama hutosamehe, hutoachilia waliokukosea, pia Mungu hataweza kukusamehe. Tujiulize tu kwa kawaida tu, sisi wanadamu hatujakamilika. Tuna mapungufu yetu, tunatenda makosa kwa kuwaza, tunamkosea Mungu kwa kuwaza, hata kwa kuwaza yani kuwaza katika fikra, katika moyo wako, yani unawaza mabaya. Lakini Mungu anatusamehe. Haleluya. Kwa kuongea, kwa kutenda yasiyompendeza Mungu, na Mungu anatusamehe. Na Mungu akitusamehe hahesabu makosa. Haleluya. Hahesabu makosa yetu. Akitusamehe ametusamehe. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, yeye Mungu ndiye anayeyafuta makosa yetu kwa ajili ya jina lake. Haleluya. Mungu akisha tusamehe ametusamehe. Anafungua kurasa mpya. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo ikiwa unasema kwamba huyu amekukosea, ikiwa unasema huyu rafiki amekukosea, ikiwa unasema kwamba hawa watoto wameniudhi sana, sitokaa kuwasamehe. Haleluya. Ujue ya kwamba unatengeneza ndani ya moyo wako maumivu ambayo yatakuwa sugu, na akisha kuwa sugu, shetani ataitumia huo mlango kuingia ndani ya moyo wako na kufanya makao ndani ya moyo wako na kukupandikizia vitu ambavyo sio sahihi. Haleluya. Na vitu ambavyo sio sahihi, kwa mfano visasi, hasira, chuki. Hiyo ni milango ambayo shetani huwa anaitafuta. Haleluya. Kwa hiyo akiipata, akiona mlango upo wazi, anachungulia kwenye moyo. Janet Makendi pale kwenye moyo wake ndo amewajaza yale maneno aliyoambiwa. Jamani, shetani anaingia, anafanya makazi ndani ya moyo wangu. Haleluya. Kwa hiyo tusimpe nafasi shetani
kwa namna yoyote ile. Ni jukumu lako mtu wa Mungu, ni jukumu langu kuulinda huu moyo. Haleluya! Moyo unalindwa. Unalindwaje moyo? Moyo unalindwa kwa maombi, moyo unalindwa kwa mifungo, moyo unalindwa kwa kusoma neno la Mungu. Haleluya! Vitu vitatu ili tuweze kuulinda moyo, ili usiweze hata, yani tusiruhusu maumivu, haleluya, maumivu, makwazo tukayaweka moyoni. Mtumishi Daudi alisema hivi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Haleluya, moyoni. Pia tukisoma katika kitabu cha Wakolosai, neno la Mungu linasema hivi, neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yetu. Haleluya, ndani ya mioyo yetu ndio linapaswa lijae neno la Mungu. Kwa hiyo ni jukumu lako kuulinda huo moyo. Haleluya. Kwako binti, ni jukumu lako kuulinda huo moyo. Utasema jamani, nishachoka jamani, mahusiano yananiumiza jamani. Yaani hapana. Nafikia tu mtu unaongea maneno mabaya, unasahau kwamba mauti na uzima vimo katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha hujinenei mabaya. Hakikisha isiwepo sababu, asiwepo yoyote yule ambaye atakufanya ukaongea maneno mabaya, ukashindwa kujisamehe we mwenyewe kwanza, alafu ukashindwa kuwasamehe ambao wamekukosea. Ukiulinda moyo wako, na nimeshasema njia zipo tatu za kuulinda huo moyo. Kwanza, jaza neno la Mungu kwa wingi ndani yako. Pili, kuwa ni mtu wa maombi. Tatu, pendelea sana kufunga. Haleluya. Vitu hivyo vitatu vya msingi. Na cha nne ambacho hiki ni kikubwa kuliko vyote, haleluya, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakuongoza. Yaani kuna vitu ambavyo hutaweza kuvifanya, eti unamshikilia mtu kwa sababu amekukwaza, unamuweka moyoni, unambeba, unapita babani, umsalimia, unampandisha, unamshusha. Hapana, mtu wa Mungu. Haleluya. Kwako wewe mtu ambaye umeokoka na unalumbikiza vitu ndani ya moyo wako, unajisumbua. Haleluya. Yaani unampa nafasi shetani ya kupandikiza magugu ndani yako, ambayo magugu yanazaa vitu vifuatavyo: wivu, husuda, chuki, inaitwaje Mungu wangu? Faraka. Yes, faraka. Yani unakuwa tu ni mtu wa mafarakano, unapenda tu magomvi. Haleluya. Visasi, hasira. Haleluya. Na njia ya kuweza kusamehe waliokukosea ni njia moja kwanza. Haleluya. Ikiwa hujaokoka, mpe Yesu maisha yako. Haleluya. Na ukimpa Yesu maisha yako, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu mzuri sana. Anafundisha, anarekebisha, anaonya, anaongoza, anatusaidia kwa namna ya ajabu mno. Haleluya. Anatusaidia mno. Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha yetu. Haleluya. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakwambia kabisa, hapa Janeti, hapana, samehe, achilia. Haleluya. Kwa ukiwa na Roho Mtakatifu anakuambia kabisa una uwezo wa kusamehe waliokukosea. Haijalishi wamekutenda mabaya kiasi gani, una uwezo wa kusamehe. Haleluya. Na kwa ambaye umeumizwa mpaka umekata tamaa, umesema tena hapana. Yaani kuna wengine inakuwa anaongea kauli za kishujaa kwamba ni bora nikakae msituni na wanyama kuliko kukaa na wanadamu. Hapana. Yaani hapana, wasiwezi kusamehe katu. Sitosamehe mpaka nakufa. Mtu wa Mungu, usiposamehe uwe na uhakika kwamba Mungu hatakusamehe. Haleluya. Samehe ili uwe na amani ya moyo. Samehe ili uendelee kusonga mbele. Usilumbikize vitu kwenye moyo wako. Moyo wako ulinde mno. Yaani usiruhusu watu waingie ndani ya moyo wako. Na ikiwa hujampa Yesu maisha yako, wala hujachelewa. Wakati ni sasa. Yesu anakupenda. Haleluya. Huo mzigo ambao unakuzonga kwa wepesi wa kushindwa kusamehe, karibu. Yesu anakupenda sana. Haleluya. Ukimpokea Yesu, ataufanya huo mzigo uwe mwepesi sana katika moyo wako. Mungu awabariki sana. Tukisamehe na Baba yetu wa mbinguni atatusamehe. Haleluya. Tubarikiwe sote. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kusema pamoja na sisi kuhusu kusamehe. Tusaidie tukaweze kuyafanyia kazi na tukawe watu wa kusamehe, sio wa kushikilia vitu moyoni. Kwa jina la Yesu, amina. Mbarikiwe.